Naam, habari ya wakati huu mtazamaji na msikilizaji popote pale ulipo. Mwenyekiti wa Chadema Antiphas Tundu Lissu amerudishwa tena leo katika Mahakama Kuu ya Tanzania katika masjala ndogo jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kuendelea na kesi yake ya uhaini ambapo ipo katika hatua ya ushahidi. Sasa leo hii inatazamiwa shahidi mwingine wa siri P6 kuendelea na ushahidi wake kwenye mahakama hiyo mbele ya jopo la majaji watatu wakiongozwa na Jaji Dastan Nduguru. Sasa tayari Lissu amefikishwa mahakamani leo ambapo ikumbukwe hapo jana kesi hiyo iliahirishwa na mshtakiwa huyo kudai ya kwamba hajapatiwa chakula licha ya kuwa na pesa zake, na alibainisha hayo wakiwa katika kizimba cha mahakama wakati mahakama ilikuwa inajiandaa kuendelea na shahidi wa sita P6. Sasa mahakama kutokana na hali hiyo ikaiahirisha kesi hiyo hadi hii leo ambapo mshtakiwa huyo amerudishwa tena mahakamani. Sasa leo tutaendelea na shahidi mwingine wa siri ambaye huyo ni P6 kutoa ushahidi wake. Sasa atakuwa ni shahidi wa namba sita na ataendelea kutoa ushahidi wake moja kwa moja. Sasa nitakusomea update kutoka mahakamani. Tumeishia ambapo Tundu Lissu anamuuliza shahidi huyo wa siri P6 anakumbuka akiwa anamuuliza kwamba anakumbuka tarehe 4 ya mwezi wa 4 2025 nini ambacho kilitokea, ambapo shahidi akasema kwamba anakumbuka aliona mtandao wa YouTube hotuba ya Lissu iliyokuwa inahusu uchaguzi wa 2025 iliyokuwa ikihamasisha uchochezi na ilimpa moyo wa kijasiri na kutaka kuvuruga uchaguzi. Nikamtafuta Esau Chiza ambaye ni katibu wa kunipa mipango mingine ikiwemo ziara mwenyekiti wa taifa, ambapo anaeleza huyo shahidi wa siri P6. Sasa tuendelee sehemu inayofuata. Mheshimiwa Tundu Lissu anaendelea kumfanyia dodoso pale ambapo anamuuliza maswali shahidi huyu wa sita P6 anaendelea kumsomea maelezo yake ambapo aliyoandika, anamuonesha sehemu ambapo alizodanganya shahidi huyu. Sasa kuleta mkanganyiko katika eneo la kwanza, eneo la dini, eneo la pili. Eneo la pili ni eneo la umri ambapo shahidi huyu amedanganya, na eneo la tatu ni shughuli za chama alizoambiwa atakuwa anataka kuzifanya, na eneo la nne ni tarehe 4 mwezi wa 4 2025 ulikuwa na simu ya Infinix Smart 8, na eneo la tano ni hiyo simu yako iliyokuwa na bando la internet. Namba 6 uliingia kwenye mtandao wa YouTube wa Jambo TV. Mimi ni mtuhumiwa, nilisema yeyote atakayekuwa nasi tutaenda naye, ambaye hatakuwa nasi tutamwacha. Na eneo la 8 nilisema anayetaka kugombea udiwani na ubunge asahau, na mimi nilitaka kugombea urais, nilisahau. No reforms, no election. Wanasema tutafanya uhaini. Ni kweli, nilitoa hotuba yangu ndani ya ukumbi, kulikuwa na bendera ya taifa na bendera ya Chadema. Haya ni maeneo Mheshimiwa Tundu Lissu anajaribu kumwelezea shahidi huyo wa siri namba 6 P6 kwamba amedanganya, na akiendelea kusema kwamba nilivaa kombati la kaki nayo nataka unionyeshe. Namba 13 kwamba tutazuia uchaguzi kwa kufanya vurugu. Pia Mheshimiwa Tundu Lissu alikuwa anamuomba shahidi huyo namba P6 amuonyeshe, lakini pia namba 16 anaendelea akisema kwamba tarehe 6 ya mwezi wa 4 2025 ulipata taarifa kuwa Tundu Lissu atatembelea mkoa wa Ruvuma. Namba 17 ulipewa taarifa ya kumpokea mwenyekiti wa chama taifa. Hayo ndio maelezo ya Mheshimiwa Tundu Lissu anamsomea shahidi huyo P6 ambapo amedanganya na amesema leo, lakini kwenye maelezo yake ya polisi hajayasema. Sasa kwa maana kwamba aliyoyaeleza katika Mahakama Kuu na aliyoandika katika maelezo ya polisi yanaonyesha wazi kuwa ni muongo, na haya ndio maeneo 17 ambayo Tundu Lissu amebaini ameweza kudanganya shahidi huyo. Sasa
Mheshimiwa Lissu anaendelea kumuuliza shahidi huyo akisema kwamba ungependa maelezo yako yapokelewe yapokelewe mahakamani na mimi ni kuhoji sawa sawa. Shahidi amenyamaza pale aseme kitu. Sasa shahidi akasema kwamba haya ndiyo maelezo yangu, na kama kuna kitu hakipo, mimi ni binadamu, siwezi kukumbuka kila kitu. Lissu akaendelea kumuuliza tena akasema kwamba shahidi kaka yangu, ungependa maelezo yako yapokelewe kama kielelezo? Shahidi akaendelea tena kujibu akasema kwamba maelezo yangu niliyoyaandika polisi na niliyozungumza hapa mahakamani. Anamuuliza sasa Lissu kwamba maelezo yangu niliyoandika polisi au niliyozungumza hapa mahakamani. Lissu akajibu, waambie ungependa yawe sehemu ya ushahidi mahakamani. Shahidi akajibu, maelezo yangu yawe ushahidi, ndio. Sasa tunaona hapa shahidi hatimaye amekubali na majaji tunaona wanaandika pale sasa yale ambayo ameyaeleza na kuyakubali. Huyu shahidi anaonekana amekuwa amemsumbua kukubali maelezo yake yaweza kupokelewa, na alikuwa kama hataki hivi. Sasa hiyo ndio habari ya leo, lakini pia kama ni mfanya biashara unataka tukufanyie matangazo, tupigie namba kupitia 0750219093. Tunatangaza biashara yako bei nafuu kabisa. Piga namba hiyo ili tuweze kuwasiliana nasi moja kwa moja. Hii ni Smart Kali. Bye bye. Till the next time.